Oh, yeah, yeah. Ndo maana ina pande mbili tena zisizofanana, inaweka tofauti masikini na matajiri. Ukweli wa moyo wangu ishanikosesha penzi lile la kweli. Actually, huyu alikuwa mwanaume wangu. Kwa hiyo tulikuwa tunazungumza, lakini kwa bahati mbaya kuna kitu tulibishana. Then akadondoka. Ndio kilichotokea, kitu ambacho mimi binafsi sikutegemea kwamba kingetokea kilichotokea. Pia kako. Tatizo ni kubwa kuliko vile ambavyo nilikuwa nafikiria. Ni kubwa kuliko yote ambayo yamewahi kutokea. Sawa. Naomba nisamehe bro. Nisamehe. Ni Alex. Sawa. Thank you bro. Thank you. Sawa. Kuna mtu anafahamu uko ndani na huyo jamaa? Hapana. Hakuna mtu yote kwa sababu mimi ndio nilitangulia akanifuata nyuma. Una uhakika? Yes. Chumba kimeandikwa kwa jina lako au jina la huyo? Jina langu. Sawa. Sifanye kitu kimoja. Ondoka nenda unapoishi. Kakae utulize akili. Usubiri simu kutoka kwa kaka. How comes? How? This is not my home. Hii ni hotel. Hapa watu wote wanatuangalia sisi, kuna CCTV cameras. Nisikilize nachokwambia. Ondoka hapa nenda unapoishi. Kaa tuliza akili. Usubiri simu ya kakako. Yeah, I know. But Sikiliza. Aidha ufanye nachokwambia au nikuachie tatizo lako amalize mwenyewe. I can't. So, I understand. They will do that. But this is my Alex, bro. Pamela. Mtoto amekuwa amechemka sana, hisi ana homa, lakini saizi hata kalii kametulia tu.
Namwona baba watoto wako. Yuko wapi? Nyota yake ni hafifu sana. Yupo mbali sana na anazidi kwenda mbali. Na mwanangu? Umemwona mwanangu? Wapo mbali kabisa kabisa. Pita yuko mbali na mtoto. Mtoto amekuaje? Mtoto amekuaje? Nyota ya mwanao iko dhaifu sana. Amezingirwa na wimbi la kifo. Inaonekana kifo kimemchukua au kipo mbioni kumchukua. No. Ulijua ulisemani. Pole sana Alice. Ila na hakika kwa 99% na wewe ni muongo. Hivi nyinyi mna akili kweli? Joto hili ndio la kunirudisha mimi shamba, nakuja nakimbia mpaka najikwaa. Mama, mbona ana joto sana? Hili joto la kawaida tu. Kamuogeshe maji, joto litapungua. Umeng'ang'ania kuachiwa mtoto, utazani mtoto wenyewe unaweza kulea. Muogeshe. Nzuri tu, sijui wewe.
uko poa kweli? Yeah, I'm fine. Kwani umeuliza? Macho yako yanaonyesha kama ulikuwa unalia. Amna. Nila na sabuni. So sabuni kama imeniingia machoni. Vipi mganga anasemaje? Alice. Mganga anasemaje? Amesema mwanangu amefariki. Ninaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina majina mengi. Shilingi, shilingi. Ninaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina majina mengi. Shilingi, shilingi. Bosi, muda wa kuondoka nyumbani umefika. Kuna kazi namalizia. Lakini bosi, bado kueleza maagizo kifika muda huo uondoke ofisini. Sawa. Kuna habari nilikuwa naandika kuhusu mazingira. Nilikuwa naomba umalizie kabla hujaondoka. Hakuna tatizo. Marahaba bosi, pole na kazi. Samani Mr. David, twende. Ndo maana ina pande mbili tena zisizofanana, inaweka tofauti masikini na matajiri. Ukweli wa moyo wangu shanikosesha penzi lile la kweli, shilingi ishaumiza wengi sana, ishavunjisha mahusiano mengi, licha ya kazini na pengine wengi wanateseka kukosa thamani. Yote shilingi inavunjisha amani, inavunjisha penzi na mambo kadhaa. Mwanao ananitafuta ubaya, nakwambia. Mimi sitaongea tena, ila nitakachokuja kukifanya tusilaumiane. Punguza hasira. Mimi nakuahidi hichi alichokifanya akirudi tu nitahakikishia na kijutia.
Watu gani kila siku yeye tu ana kesi za kupigana na watu? Nakuelewa unachokisema. Michael ndo mwenye matatizo kila siku hapa, lakini nakuahidi nitalishughulikia hili. Michael. We Michael. Hebu toka huko. Hivi wewe ni mtu wa aina gani? Kila siku naongea kitu hicho hicho, utazani naongea na mtoto mdogo. Shangazi, yeye ndo kaanza kuniita mimi ni yatima, na nilishasema sitaki kuitwa jina hilo. Sijui hata nikufanyaje. Niambie ukweli kama mimi ni yatima au? Yatima ni mtu aliyofiwa na wazazi wake wote wawili. Na wewe sio mtoto mdogo. Sawa, mimi sio mtoto mdogo ndio, ila wazazi wangu wako wapi? Wamekufa. Sijasema wamekufa. Au walinitupa, wewe ndio umeniokota. Niambie nifahamu shangazi. Michael, mimi sijakuokota. Baba yako ni kaka yangu, toka nitoke. Ni ndugu yangu wa damu kabisa. Yuko wapi? Hayo mambo tutaongea baadaye. Hebu nenda kule kwa shangazi yako kanichukulie mzigo wangu. Naomba uende haraka. Na tafadhali usiende kuchukua vicha wenzako huko. Naomba uende haraka urudi sasa hivi. Ndo maana ina pande mbili tena zisizofanana, inaweka tofauti masikini na matajiri. Ukweli wa moyo wangu shanikosesha penzi lile la kweli, shilingi ishaumiza wengi sana, ishavunjisha mahusiano mengi licha ya kazini na pengine. Wengi wanateseka kukosa thamani, yote shilingi inavunjisha mani, inavunjisha penzi na mambo kadhaa, na inaleta chuki, inaleta furaha na mabara, inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina majina mengi, shilingi, 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 shilingi. Vipi Mr. Kazi? Asafi sana. Kwa na wakati na drive hapa naona gari inavuta sana upande wa kushoto, nikajua labda tatizo ni nini. Nikusaidie? Hapana. Hivi ni vitu vidogo tu. Nilikuwa nadhani kwamba inaweza kawa ina pancha au upepo umekwisha kwa sababu ilikuwa inavuta sana upande wa kushoto. Lakini no, iko sawa. Gari inabidi tuende service boss. Sawa. Tuangalie masuala ile element ile balance, uli balance tuangalie hapa, uli balance ile element. Inaweza kawa ina matatizo kidogo. Sababu kila nikina nini naona inanivuta. Sorry. Nikuulize kitu Mr. Kelvin. Boss bwana. Au angalia mazingira yako vipi, Tumepata tatizo gani nini? Wewe unataka kuuliza maswali tu. Haya uliza basi. Hivi ujana ni kwako ulikuwaje? Mimi kwa bisho bwana. Tena bisho kabisa. Bisho wa kupitiliza mimi. Sinione hivi. Lakini hata hivyo nilikopo kidogo tata. Uaga nikiamua jambo langu mimi lazima nilitimize. Vipi? Natamani maisha kama wale wanavyoishi vijana wenzangu. Yeah. Kwa taarifa yako, wao wenyewe wanatamani kuishi kama maisha wanaoishi. Maisha ya mtaani ni rumba. Tena rumba usitamani hata siku moja kukaa kuishi kama wale vijana. Wale vijana wenyewe unavyoona pale walipo pale. Pale unapoona walipo pale. Unaona wanaposaga rumba pale. Wanasaga lami pale. Soli zinakuisha pale. Ukiwauliza wale vijana wanatoka wapi akikwambia huwezi kuamini. Maisha jinsi yalivyokuwa magumu kumtaani. Usitamani hata siku moja kukaa kuishi maisha ya mtaani. Mimi nakwambia. Mimi sidhani kama kuna mtu ambaye anapenda kuishi kama mtekwa. Nimekuwa napangiwa muda kutoka kazini.
Nimekuwa napangiwa muda kuingia kazini. Sina maisha ya uhuru kama vijana wengine. Niko kama mtoto mdogo Mr. Kaiza. Mimi nakwambia ukweli. Ipo siku utakuja kukumbuka haya maneno. Kwa sababu gani? Vijana wengi wanatamani wakae waishi kama wewe. Lakini ndo hawana uwezo, wana force, ndio maana unakuta vijana wengi wanakuja kwa wahanga sasa. Kwa madawa kulevya, wengine wanakuwa majambazi, wahuni, wezi, wengine ndio wanakuja tena wanakuwa tena wanaenda kinyume na maumbile, wengine ndio wanawekwa ndani tena na wake ndio mnaita yeye sijui Valentine. Yote kwa sababu wanatafuta ili nao wapate nini? Kuishi kama wewe. Sasa wewe ukisema kama na kwa nini unafikiri wanakaa wanaishi maisha kama haya? Kwa sababu wao hawana watu wa kuwaweka katika mstari kwamba hiki fanya, hiki usifanye. Pita huku, sasa hivi rudi nyumbani. Sasa hivi nenda huku. Usione hivi, madam anakuweka kwenye mstari. Anakuweka kwenye mstari. Wenzako hawawezi kupata vitu kama hivyo. Kiukweli katika maisha yako usitamani maisha anayoishi kama hao. Asante kwa maneno yako. Pengine hakuna mtu mwingine yoyote isipokuwa wewe. Usijali. Twende bwana. Baada ya kupiga simu kwa sasa. Ndio maana ina pande mbili tena zisizofanana. Inaweka tofauti masikini na matajiri. Ukweli wa moyo wangu ishanikosesha penzi lile la kweli. Shilingi ishaumiza wengi sana. Ishavunjisha mahusiano mengi licha ya kazini na pengine. Wengi wanateseka kukosa thamani yote shilingi. Inavunjisha amani, inavunjisha penzi na mambo kadhaa. Na inaleta chuki, inaleta furaha na mabalaa. Kulikuwa kuna kesi nyumbani. Umepigana tena? Sijapigana, nimempiga mtu. Ni vitu viwili tofauti. Unaona sifa. Sasa yeye mwenyewe ndo kaanzisha ugomvi. Na wewe umeniambia mtu akianzisha ugomvi, mimi niumalize. Michael, kipindi kile ulikuwa ni mtoto. Sasa ushakuwa mtu mzima. Watu wazima huwa hawagombani. Watu wazima umaliza tofauti zao wenyewe. Kulikuwa kuna kesi nyumbani. Umepigana tena? Sijapigana, nimempiga mtu. Ni vitu viwili tofauti. Unaona sifa. Sasa yeye mwenyewe ndo kaanzisha ugomvi. Na wewe umeniambia mtu akianzisha ugomvi, mimi niumalize. Michael, kipindi kile ulikuwa ni mtoto. Sasa ushakuwa mtu mzima. Watu wazima huwa hawagombani. Watu wazima umaliza tofauti zao wenyewe. Shangazi, wewe mbona na mumeo hammalizi mambo kiute uzima? Peleka huo mzigo nyumbani. Hivi, kwa nini unamruhusu mumeo akufanyie hivi? Unataka nifanyeje? Nenda mahakamani, kamshtaki, ikibidi omba talaka yako urudi nyumbani. Alafu utatulisha wewe. Wewe unayetafuta ugomvi kutwa nzima badala ya kutafuta shughuli ya kufanya. Umlishe shangazi yako kule nyumbani. Sawa, Kitemo ananipiga ndio. Lakini ndiye anayekulisha wewe na shangazi yako. Lakini mimi sijaomba Kitemo anilishe kwa ajili ya kunyanyasa wewe. Peleka huo mzigo nyumbani, asije akakukuta hapa bure. Ni bora nikute, tuone na mimi ataweza kunipiga au nguvu zake ziko kwa ajili ya kuwapiga wanawake tu. Michael!
Sijakuona mezani baba. Basi nikuletea chakula. Asante. Ila sina njaa. Kula basi hata kidogo. Unataka upungue uzito? Jana pia umesema hivyo hivyo. Sina njaa na hukula. Mami, tell me about my father. Au amefariki? How many times nimekwambia sitakusikia? Utanificha akili mami. Kama amefariki, basi naomba unionyeshe picha yake wala. Huwezi kuniambia babangu wapi alipo. Basi walau niache niishi kwa uhuru kuliko unavyonitreat every day kama mtoto mdogo. Why? Wewe kwangu utabaki kuwa mtoto mdogo. You know what? Nimekubeba hapa tumboni mwangu. Nimekunyonyesha kifuani mwangu. Na hapo ulipofika David, ni kwa ajili ya juhudi za ulinzi wangu kwako. La sivyo ungekuwa umeshapotea kama ulivyompoteza babangu mzazi. Tell me mama. Niambie. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina majina mengi. Shilingi. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina majina mengi. Shilingi. Dawa zimeisha eh? Zimebaki kidogo. Kidogo ndo ngapi? Zimebaki 2, lakini kwa sasa naona nipumzike kwanza. Daktari kasema kwamba utumie hizo dawa mpaka utapokuja kufanya upasuaji. Najua mume wangu, lakini dawa hizi ni gharama sana, zinakuumiza wewe. Hilo sio ombi. Cha msingi kesho na kununulia dawa uendelee kuzitumia kama kawaida. Sawa. Hivi unajua kesho binti yetu anatimiza miaka 23? Ndio niko hapa naangalia zawadi gani ambayo nitamnunulia. Zawadi tena? Kevin, nataka kuniharibia binti jamani. Anaharibika na nini? Nataka nimnunulie zawadi kadogo tu. Si jambo. Siku hizi hajaji pale ofisini. Kwa hiyo wala sijamuona. Mtoto wake je? Yule mtoto ana heshima. Mtoto ana heshima sana. Watu wote pale ofisini wanampenda. Maskini kama baba yake. Ni miaka 25 sasa hivi imeshapita. Hivi kwa nini unashindwa kuachana na hiyo story ya Peter na Alice? Hebu achana nayo. Najua mume wangu, lakini sababu ni mimi. Labda ingekuwa sio mimi, Alice leo hii angekuwa anapita na wakilea watoto wao wawili. Na muda mwingine hata kama lazima nilikuwa naye. Nadhani ni Mungu tu kaamua kunihukumu. Semaje? Unazo akili wewe? Nakuuliza binti, unazo akili? Nimekuuliza Peter ameelekea wapi na mtoto? Hayo mengine yametokea wapi? Baba yako alitoa pesa kwa bibi na yule msichana. Yule msichana hana mahusiano kabisa na Peter. Nashukuru. Na endelea kuhakikisha kwamba hao watu wawili hawana nafasi kabisa ya kurudiana tena. Na nitaendelea kukulinda. Sawa. Naomba uniambie anachosema ni uongo. Alice, huyu ni muongo. Tena ni mshenzi. Anachokifanya hapa ni kutupotezea muda ili tusimpate Peter. Yes. Peter ameelekea huko. Kaenda hivi, sio kapita huko.
Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba watu wote wanaumwa ugonjwa mkubwa kuliko wewe watakuwa wamemkosea Mungu? Au unataka kuniambia Alice tokea amezaliwa mpaka amefikia umri huu yeye hajawahi kumkosea Mungu? Unadhani Alice akigundua wewe ni mume wangu atakubali kweli muendeshe mtoto wake? Kaa ukijua kwamba Alice yeye haendeshi maisha yetu, ni Mungu pekee ndo anaendesha maisha yetu. Kwa hiyo wala usio na wasiwasi. Ndo maana ina pande mbili tena zisizofanana, inaweka tofauti masikini na matajiri. Ukweli wa moyo wangu ishanikosesha penzi lile la kweli, shilingi ishaumiza wengi sana, ishavunjisha mahusiano mengi licha ya kazini na pengine wengi wanateseka kukosa thamani. Yote shilingi inavunjisha amani, inavunjisha penzi na mambo kadhaa, na inaleta chuki, inaleta furaha na mabara, inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina majina mengi, shilingi, 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 shilingi. Mimi sio Tahira. Walinitumia SMS kwa leo niende kwa ajili ya interview. Alafu wanaenda wananiweka kuanzia asubuhi mpaka jioni, hapo hamna cha maana. Wewe unaona inachekesha, sio? No, yeah. Inachekesha kidogo sana. Yeah. Sikiza bwana mdogo. Kitendo alichokufanyia sio cha kiungwana wala cha kistaarabu hata kidogo. Na wala haichekeshi hata kidogo. Sasa unacheka nini? Sajo, hii sio interview yako ya kwanza, right? Yaani wewe umeshafanya interview nyingi sana na kukosa kazi. Hivi ulikuwa unanisikiliza kweli wewe? Nimekwambia nimekaa kuanzia asubuhi mpaka muda huu. Hakuna nilichofanya. Mimi ninachomaanisha ni kwamba umekosa kazi. Unanielewa vizuri? Na kwani interview ngapi unafanya wewe na unafaulu vizuri afu anakunyima kazi baada ya vitu vidogo tu? Sasa kinachonichekesha mimi ni kwamba baada ya matukio yote haya ambayo yanatokezea alafu wewe unashindwa kujifunza kupitia haya. Kujifunza nini? Kuwa sina bahati au shehe? Hapa swala la bahati wala halisiki. Unachotakiwa kufahamu katika akili yako ni kitu kimoja. Masuala ya kutafuta kazi bila kuwa na connection wala hela, usahau kabisa kwenye kichwa chako kwamba utaweza kupata kazi. Sasa bahati mbaya mdogo wangu wewe connection huna wala hela huna. Sasa kwa hiyo mimi nilisoma ili wewe. Bora ungeniambia muda mrefu ili nisipoteze muda wangu kusoma. Vuta subira. Vuta subira bwana mdogo. Hey, mambo? Poa Bedi, niambie. Poa, uko poa? Au umeshai ni kishenzi yani. Kaida bwana. Mdogo wangu unamjua? Ya, namfahamu. Ameniambia nimwambie namba yako ya simu. Nakupenda sana afu anashinda kumwambia. Acha hizo Bedi bwana, kwa mali na wewe. Poa basi chekiane baadaye. Poa Bedi. Haina noma. Haya. Wewe mwanangu mbona nikimbia mwanangu wewe? Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina majina mengi, shilingi, shilingi. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina majina mengi, shilingi, shilingi. Unaniangusha sana. Sana yani unaniangusha. Mbona mimi nakufanyia mambo alafu unakimbia? Kwani mimi nilikuomba? Mdogo wangu maisha ndiyo haya hayabadiliki. Kama unashindwa kuyafurahia kwa mambo mengine, basi unaweza kuyafurahia kwa kujiburudisha.
chips yai. Nimekumbuka. Hivi bado unakafuatilia kale kadem kako kale kwa kule juu kule? Jina lake ni Wema, sio Kademu. Hivi nikuulize Sajo, tangia uanze kukafuatilia kale kadem, sasa hivi una muda gani? Miezi 6 au 7? Haikuhusu Obedi. Wewe si ule chips zako hizo? Kazi yako kujipa tu majukumu makubwa yasiyokuwa na msingi. Kutafuta kazi kukutese. Hata kutafuta madem pia nako kukutese. Alafu nimekumbuka bwana. Leo birthday yake. Kama vipi nisaidie hata buku 2 tu nimnunulie zawadi. Nini? Basi tutachana naye. Mzee, kwa hili jua sidhani kama tutamaliza kazi leo. Jamani, tujitahidini kumaliza. Mimi nataka nilipwe leo hii. Na shida nayo ya pesa. Oya, alafu jana nasikia yule bwana amekuja hadi nyumbani kwenu. Wewe acha tu. Yaani kama mtoto mdogo kaja na bibi mkubwa wake. Kawaje? Unajua shangazi kasema kidogo tu akaisha. Nice. Sikilizeni. Kama vipi tumvizie leo jioni, tumuoneshe adabu huyo mjinga. Tuachane naye, lakini kuna mtu mwingine nataka tumfundishe adabu. Nani tena? Yule shangazi yangu Zawadi, si ana Shangazi yako? Unataka tumfundishe adabu shangazi yako? Babu, acheni kudakia mambo ambayo mimi sijamaliza kuongea. Yule mume wa shangazi yangu na nataka tumtie adabu. Mjomba wako? Mimi sio mjomba wangu yule. Kaka, mwanaume aliyemuoa shangazi yako siku zote ni mjomba wako mzee. Sasa shangazi yako wewe si mkewe? Au amekufanyia nini hasa hadi unataka tumtie adabu? Yaani anampigia sana shangazi yangu, sana. Yaani wewe bwana, yule ni mke wake. Hayo mambo wanandoa mimi sidhani kama kuna haja sana ya kuyaingilia. Hata mimi pia. Nyinyi mnasema nini? Hakuna haja kuingilia. Kwa sababu wale wameoana. Sikilizeni, basi msiingilie hayo mambo. Mtafanya mimi mwenyewe hiyo kazi. Mimi siwezi shangazi yangu nimuone anyanyasika eti kwa sababu yule ni mkewe. What? Michael, nafanya shughuli mwenyewe, kama mtaki kausheni. Sasa wale wameshaoana. Huwezi kwenda kushangaa tu mambo. Wakioana ndio inakuwaje? Sasa utaingiliaje sasa hiyo mambo? Nyie, mmekaa hapa mnaongea, mnafikiri ili shamba tajirima lenyewe? Edina. Tunapumzika kwa sekunde kadhaa. Tutaendelea kulima muda si mrefu. Nyinyi ni wavivu sana. Ndio maana baba huwa anapa vibala watu wengine. Usijali Edina. Haka tunakagonga leo kana kuisha kote leo haka. Wewe Edina. Nini? Wenzako wanapokuja sehemu kama hii kwanza wanasalimia, ndipo ndo nafanya mambo mengine. Wewe babu kausha babu na wewe. Vipi na wewe? Kausha achana naye. Tuendelea muda si mrefu. Unataka kugombana watoto wa kike. Tulia basi. Tulia basi. Mwache bwana na wewe Michael. Nisikilizeni, ipo siku yake mimi nitamnyoosha huko. Wewe ngojeni tu. Ujue nyinyi wote wawili mna matatizo. Kuna kitu baina yenu, badala mkikubali mnabaki kutupa tu shida sisi watu. Unatuona watoto wadogo. Kitu gani? Sinauliza nyinyi kitu gani? Sikiza nikwambie kitu kimoja bwana. Hebu tukalime, achane na masuala ya mapenzi. Tuwe tukalime tuchukue hela mzee. Shika. Yajayo kwenye shilingi. Ngoja na mimi kwao. Sasa huu ndo wanaume mwanangu. Ile ni kampuni yako. Ukiona tatizo usitoe ushauri. Toa amri. Na atakayepinga msimamishe au mfukuze kabisa. Fungua sasa. Fungua. Happy birthday
to you. Hivyo kwa nini unifuatilia kuona ninavyofeli? Bahati mbaya wewe hauna mdogo wako. Ungekuwa naye ungeelewa kitu gani ambacho